Nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, usisisahau fadhili zake za milele. Mhimidi Bwana enyi matendo yake yote, mahali pote pa miliki yake. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Ni Jumatatu nyingine tena, ni wakati mwingine tena, ni siku nyingine mpya ambayo Bwana ameifanya katika mwezi wa 8 tarehe 28, lakini pia tukielekea kuhitimisha mwezi huu, mwezi wa 8, mwezi wa kukamilishiwa mambo yako, lakini pia tukiamini katika lile ambalo Bwana amelikusudia katikati ya maisha kwetu. Neno lake halitarudi bure, alilolisema ndilo litakalokuwa kwako. Kwa hiyo ni swala la kwako mwenyewe kuendelea kuamini kile ambacho Mungu amesema kwa ajili ya kwako ili uweze kupokea. Na mimi niko hapa kuhakikisha kwamba ninakuongoza, ninakupa na kile ambacho Mungu amehakikisha kwamba kile ambacho Mungu ametaka ya kwamba kiweze kukufikia. Ni moyo wako, imani yako muhimu kuweza kuconnect na kile ambacho Mungu anachokisema ili mbingu zipase kukufungukia na kupokea kile ambacho kitokacho kwake. Ndugu yangu na rafiki yangu, mtoto wa Mungu unayenisikiliza mahali popote pale, hii ni ibada ya lango la wiki na baraka zake. Ni ibada ambayo ni programu ya ibada ambayo kila siku ya Jumatatu huwa inafanyika kupitia hapa Nguvu ya Maombi TV, na hapa katika madhabahu hii ambayo Bwana ameifanya kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba ufalme wake unawafikia walio wadogo kwa wakubwa, na walio wazee na walio watu wazima na vijana na walio watoto, ili kuweza kuimarishwa katika ahadi zake. Ndugu yangu na rafiki yangu, mtoto wa Mungu, mahali popote pale ambapo unaponisikia, jina langu ninaitwa Mwalimu Renald Mlawi, ambaye ninayekuletea ibada ya siku hii ya leo. Na nikuombe kwa moyo unyenyekevu kabisa kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kushare link yako kwa watu 2 watatu, kuambia kwamba mwalimu yuko hewani na mwalimu anaachilia ujumbe wa wiki hii na kile ambacho tunachoweza kutembea nacho katika wiki hii. Unajua, masaa machache yajayo, dakika chache zijazo, hakuna anayejua ya kuwa kutatokea nini, wala hakuna yeyote anayejua ya kwamba siku zijazo katika wiki hii kutatokea nini. Na ndio maana tunajikabidhi mikononi mwa Mungu kupokea neno lake ambalo ni kama silaha, lakini kuweza kupata nafasi ya kuomba ili kuweza kujiweka vizuri, lakini zaidi sana kupata baraka za kutuwezesha kwenye kila tunalolifanya na kuweza kupokea. Kwa hiyo unapofanya jambo hili la kushare linki hii na watu 2 watatu, kuambia kwamba mwalimu yuko hewani, lakini pia ukiweza kuiweka kwenye WhatsApp ya kwako, unaweza kuwa
kufanya jambo la baraka zaidi, na kuna mahali ambapo unapoweza kuwa unakwenda na kuna viwango zaidi ambavyo unaweza kuvifikia. Ninamwamini Mungu 100% kwa sababu yeye ni Mungu, na kile anachokisema maandiko matakatifu yanasema ya kwamba hakitamrudia bure, bali kitatenda, neno lake litatenda yale yote ambayo yeye ameyatuma ndani yake. Ndugu yangu na rafiki yangu, mtoto wa Mungu, naamini kabisa umeshajiandaa na uko katika mkao wa ibada kuibariki wiki yako, kwa ajili ya kuiombea wiki yako, kwa ajili ya kutembea na neno lile ambalo Bwana anakwenda kuliachilia kwa ajili ya kwetu. Tulikutana siku ya Jumatatu iliyopita na tuliuona mkono wa Mungu. Mungu ametulinda, ametupa tena nafasi hii. Nina kila sababu ya kumshukuru sana huyu Mungu. Ndio maana mimi ninaungana na muimba Zaburi kusema ya kwamba nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejivika heshima na adhama. Mungu wetu ni Mungu asiyeweza kuelezeka. Ipo miungu, lakini yupo Mungu ambaye ni zaidi ya vyote. Wapo wafalme, lakini yuko mfalme wa wafalme, zaidi ya falme zote. Na ndiyo habari zake ninazozungumza hapa kwa ajili ya kwako. Nikuombe, fungua moyo wako sasa ili tuweze kupokea neno la siku ya leo na kumfanyia Mungu ibada. Ndugu yangu na rafiki yangu, ninaomba tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, Mungu uliyeinuliwa juu sana mali palipoinuka, tuna kila sababu ya kulitukuza jina lako na kukuabudu wewe mtakatifu, kwa sababu wewe ndi Mungu unayejishughulisha sana na maisha ya kwetu. Unatupigania mchana, unatupigania usiku. Ni nani atakayelinganishwa na wewe Bwana? Ni nani atakayefananishwa na wewe Bwana? Wewe umejivika heshima na adhama. Wewe Mungu mtakatifu, mfalme wa wafalme, ni Baba ambaye hakuna anayeweza kulinganishwa na wewe. Unatupigania kuliko namna tunavyofikiri. Umejishughulisha na maisha yetu Bwana, si katika uweza wetu, si katika nguvu zetu, si katika uwezo wetu kuweza kufika hapa tulikofika siku ya leo, bali ni katika Roho wako na katika nguvu zako na neema yako iliyokuwa kubwa iliyotufikisha siku ya leo. Basi Mungu mtakatifu, tunanyenyekea sana mbele zako, tunajiweka wakfu kwa upya tena katika siku ya leo. Bwana, mimi mwenyewe kama kuhani wako unitakase kinywa changu kwa lile kaa lako la moto, kama Isaya nabii alivyoomba. Bwana, ili niweze kunena neno lako na maneno yako yaliyo matakatifu kwa ajili ya watu hawa, ili waweze kupokea, kufunguliwa na kuweza kukuona wewe. Ninakujua wewe ni Mungu, mfalme wa wafalme, unayetenda na unayefanya. Uturehemu ikiwa kuna jambo lolote unaloliona ambalo haliko sawa, ambalo linaloweza kuzuia kile ambacho Bwana umekusudia siku ya leo. Mungu, tunakusina, tunakuomba saa hii kwa rehema zako, kwa kuwa wewe si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa huruma na unayesamehe uovu. Mungu mtakatifu, tunajiweka mikononi mwako na tunakusihi kwa neema yako. Bwana, simama kwa mkono wako, simama kwa nguvu zako. Tunakuhitaji Bwana, kwa kuwa imeandikwa katika neno lako ya kwamba tukutake wewe na nguvu zako zote, na tutafute uso wako siku zote. Bwana Mungu mtakatifu, tumekuja kwako na nafsi yangu Bwana inakutafuta wewe, inakuonea shauku kama nchi kame. Jehova, ndivyo ambavyo watoto wako hawa ambao wameamka alfajiri hii, ambao wanaofuatilia sehemu na sehemu Bwana wanavyokuangalia. Baba mtakatifu, tunaomba Roho wako mtakatifu atufundishe tena kwa upya, anitumie jinsi atakavyo, nami Bwana nikanene neno lako katika ujasiri, hekima na maarifa na ufahamu, ili kila mmoja atakayesikia neno hili Baba likaweze kumbadilisha. Ninaomba Roho mtakatifu, ingia kwenye kila nyumba yanayesikia, ingia kwenye kila chombo cha usafiri wanaofuatilia, ingia kwenye kila ofisi wanaofuatilia, kwa maana leo ndio siku ambayo Bwana umekusudia tena kututendea yaliyo makubwa. Katika siku nyingine tunakuamini, bado mioyo yetu inakuamini. Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu yako ya thamani, damu yako Yesu uliyomwaga pale msalabani, ninaomba ikanene yaliyo mema machoni petu tangu sasa na hata milele. Kristo, nimeomba, ninakushukuru. Amen. Sema tena amen. Rudia tena amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la wiki hii, neno ambalo Bwana ametupa katika malango haya ya wiki, ni katika kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya 41 mstari ule wa 51. Mwanzo sura ya 41
mstari wa 51. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisaulisha tabu zangu zote na nyumba yangu yote ya baba yangu. Ninaomba kurudia. Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisaulisha tabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu, na nyumba yote ya baba yangu, na nyumba yote ya baba yangu. Najua unasema ya kwamba mwalimu anataka kuzungumza kitu gani? Kabla hatujaangalia vitu vya kuangalia hapa na vile ambavyo Roho Mtakatifu anataka kuzungumza na sisi, ni lazima ujue ya kuwa agenda tulionayo siku ya leo ni kumwomba Mungu atujalie kuisahau tabu yetu, kuisahau tabu yako, kuisahau tabu zetu. Kwa hiyo utasema ya kwamba, Mungu unijalie kuisahau tabu yangu, Mungu unijalie kusahau tabu yangu. Unajua ya kwamba nataka kuzungumza kitu gani? Hapa ni habari ya Yusufu na mwana wake ambaye alimuita jina la Manase. Na hapa nachotaka kuzungumza ni juu ya tafsiri ya neno Manase na kile ambacho nachotaka kuzungumza na wewe tena Jumatatu hii ya leo. Ndugu yangu na rafiki yangu, mtoto wa Mungu unayenisikiliza, unasema ya kwamba nataka kuzungumza kitu gani? Yusufu huyu anayesema ya kwamba Bwana amemsaulisha tabu zake zote na nyumba yote ya baba yake, ni kile ambacho nachotaka kuzungumza ya kwamba Yusufu alikuwa ni mwana wa Yakobo. Kila mtu anamfahamu, lakini Yusufu alikuwa na mapito mengi ambayo aliyokuwa nayo. Lakini mapito hayo ninaweza nikataja baadhi na mengine labda nikasahau kuyataja. Lakini nachoweza kutaja ni kwa sababu kukusaidia kufikiri kile ambacho Mungu anaweza kukifanya kwenye maisha kwako. Kwa sababu Yusufu naye alikuwa ni mtu, lakini juu ya Yusufu kulikuwa kuna neema ambayo ndiyo tunayoiomba, ambayo ilijidhihirisha kwa maana ya yeye siku aliyoketi kwa kupata mtoto wa kwanza ambaye alimuita jina lake Manase. Na hapa ninataka kuzungumza kitu gani? Yusufu ni mwana wa Yakobo kama nilivyokuambia, lakini Yusufu ndiye aliyekataliwa na ndugu zake. Haya ilikuwa ni mapito ambayo Yusufu alikutana nayo. Kukataliwa na ndugu zako sio jambo jepesi. Watoto ambao, ndugu zako ambao umekula sahani moja, mmevikwa mahali pamoja, mmetembea pamoja, alafu baada ya muda wanakukataa. Alafu itoshe kusema ya kwamba wote wanakukataa, hawaoni sababu ya wewe kukaa katikati yao. Unaweza ukafikiri kitu nachozungumza hapa, lakini ninachotaka kuzungumza na wewe ni kwamba Yusufu ndiye aliyetupwa katika kisima, ndiye ambaye aliyetupwa katika kisima. Lakini Yusufu ndiye ambaye ninaweza kuzungumza kama alitupwa katika kisima, aliyefanyiwa hila ya kuweza kuangamizwa na ndugu zake. Unaweza ukafikiri hayo maumivu jinsi yalivyo, lakini nataka nizungumze na wewe kukwambia kwamba Yusufu ndiye ambaye aliyeuzwa kwa Ishmaeli. Umewahi kufikiri ya kwamba watu wanafikiri kukuthaminisha kwa fedha, na waoni baada ya kuona jaribio la kukuua limeshindikana, na baada ya kuona ya kwamba kuna vitu ambavyo havifanyiki vya kuweza kuondoa uhai wako, wakaona ni bora wakuze ili uweze kupotea kabisa katika nyumba ya baba yako. Unaweza ukafikiri mapito aliyokuwa nayo Yusufu, lakini nazungumza kwa habari ya Yusufu kama mtu ambaye aliyefanyiwa, my God, my Lord, nachotaka kuzungumza na wewe ni nini? Ni mtu aliyefanyiwa msiba wake uliwekwa, au maombolezo ya kifo chake yalitangazwa, maombolezo ya kwamba amekufa angali akiwa bado yuko hai. Manake ni binadamu ambaye ukiwahi kusikia kwamba kuna mtu anaishi alafu msiba wake, kuna mali watu wameshaweka matenti kwa ajili ya kuomboleza msiba wa Yusufu. Ni Yusufu ndiye ambaye alikuwa amefanyiwa kitu cha kikatili namna hii. Na maana maandiko yanasema ya kwamba baba yake akamwombolezea Yusufu baada ya kupokea ile taarifa ya kwamba Yusufu
ameuawa na wanyama wakali huko mwituni. Nachotaka kuzungumza na wewe nini? Kile ambacho Yusufu alichokuwa amepitia. Yusufu alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wamebeba kitu kikubwa sana ndani yake, lakini ndani yake haikumfanya. Baada ya kuuzwa, alienda kuwa house boy mahali fulani, na kwa sababu ya misimamo yake mizuri, yeye Yusufu akasingiziwa kesi ya ubakaji. Yusufu anakwenda jela, kwa maana yake Yusufu ni mfungwa. Lakini nachotaka kuzungumza na wewe ni nini? Kile ambacho kinachowasumbua watu wengi, kile ambacho kinachowasumbua watu wengi katika mapito mengi ulio nayo, ambayo aidha uliyatarajia kwamba yatakuja au hukutarajia kwamba yatakuja. Inawezekana moja ya kitu ambacho mara nyingi experience kulingana na watu ninaokutana nao, kulingana na watu ninaozungumza nao, mambo kadha wa kadha, moja ya mikakati ya adui wakati Yusufu wa leo ambaye ni wewe na mimi tunapokuwa tunapita kwenye maeneo kama haya, moja ya taarifa ngumu ya adui anayokuletea kwa haraka kwenye akili yako, Mungu ni kama amekuacha. Mungu ni kama amekuacha. Pia kuna watu wametafsiri kuachwa na watu na watu ni sawa na ni maana ya kuachwa na Mungu kwa lugha nyingine. Ninaweza kuwa nazungumza hapa, manake nachotaka kuzungumza na we hapa, wengi adui akifanikiwa kukuambia hivyo atakupa sababu. Kuna watu wengine watapewa sababu, na sababu ni mahali wanakopita wataambiwa kwamba we uoni unapita katika magumu. Kama Mungu angekuwa na wewe usingepita hapa. Na ninajua ninazungumza na mtu hapa. Kuna lugha inakujaga kwenye mind yako, kwenye akili yako, inakwambia kwamba kama Mungu angekuwa pamoja na wewe usingepita hapa. Ndiyo, usingepita hapa. Kile ambacho ninachoweza kuzungumza na wewe kukwambia, pamoja na mapito yote Yusufu aliyokuwa nayo, bado Yusufu Mungu alikuwa pamoja naye. Unaniuliza, mwalimu, nasemaje kitu nachotaka kuzungumza? Ndiyo, kile ambacho ninachoweza kukwambia kwamba usikubali tafsiri ya mahali pagumu nakopita iwe kuna mtu analazimisha au ikoje. Tambua ya kuwa Mungu yuko pamoja na wewe. Moja ya kitu kigumu sana kwenye maisha ni kufikiri ya kwamba wakati wowote unapopita kwenye magumu, naomba niweke hili sawa, uko peke yako, unatembea peke yako. Na kuna watu waliojikatia tamaa wakifikiri ya kwamba wanatembea peke yao. Kuna watu wameona ya kwamba hawawezi kuvuka tena kwa sababu wanafikiri ya kwamba wako peke yao. Na moja ya makosa makubwa ambayo yameua imani za watu wengi kuweza kutengeneza tumaini lao katika kumsubiri Bwana ili aweze kutenda. Kuna aina ya miujiza ambayo ilikaribia kufika kwa muhusika, ni kama ikaevaporate, ni kama ikayeyuka vile. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna namna adui alifanikiwa kukupigisha shule ya namna hii, ya maana ya kukutafsiria ya kwamba Mungu amekuacha, na ukakubali ndani yako. Unawezaje ukafika ukaenda mahali ambapo hauna uhakika ya kwamba unakwenda? Kile ninachokijua, hata Yusufu alivyokuwa kwenye kisima alijua ya kuwa Mungu wangu hataweza kuniacha. Alipokuwa kwenye nyumba ya Potifa alijua ya kuwa Mungu wangu hataweza kuniacha. Alipokuwa kwenye gereza alijua ya kuwa Mungu wangu hataweza kuniacha. Nisikilize mtoto wa Mungu unayenisikiliza mahali popote kwenye lango hili la wiki, naweza nikazungumza na wewe kukwambia ya kwamba kuna mazingira mengine yanaweza yakaja ambayo hukutarajia. Kuna watu wanaweza wakazungumza maneno na sentensi ngumu kwenye maisha ya kwako ambayo hukuweza kutarajia, ikatengeneza tabu ambayo haiwezi kuelezeka kwenye maisha ya kwako. Unaniuliza, mwalimu, nataka kuzungumza kitu gani? Wakati wowote ulio mzuri au ulio mbaya, yoyote anayemwamini Mungu ni lazima amini ya kwamba Mungu yuko karibu naye. Hayuko peke yake, hayuko peke yake. Unapokwenda kulala, Mungu hayuko hauko peke yako, uko pamoja na Mungu. Unapoamka asubuhi, Mungu yuko bado pamoja na wewe. Unapokuwa mchana, Mungu yuko pamoja na wewe. Unapotoka, unapoingia, tambua bado Mungu
Mungu yupo pamoja na wewe kabisa. Asikwambie mtu yoyote yule kwa namna anavyoweza kukuona. Asikutafsirie mtu wa namna yoyote ile kwa namna ambavyo anaweza kuzungumza. Lakini kile ambacho unachotakiwa kupaswa kukijua. Naipenda Zaburi ya 91 mstari wa 14 hata wa 16. Zaburi ya 91 mstari wa 14 hata ule wa 16. Nayapenda maandiko haya, napenda neno la Mungu hili ambalo linaweza likakutia moyo ndugu yangu na rafiki yangu unayeweza kuwa unanisikiliza. Maandiko yanasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amelijua jina langu. Angalia kitu anachozungumza mstari wa 15. Ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Nataka uone hili neno, mstari wa 15. Ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni. Hatakuwa pamoja na wewe kwenye raha tu. Wengine tumemtafsiri Mungu kwenye upande mmoja wa raha. Hapa anasema atakuwa pamoja nawe taabuni, naye atakutukuza, nitamwokoa na kumtukuza. Haijalishi tabu unayoipitia imekuwa moto kiasi gani, inafika mahali ni kama inatishia uhai wako, amini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe kwenye hiyo tabu. Atakuokoa na kukutukuza. Unaniuliza, mwalimu, ananitukuza kivipi? Kuna watu hao waliokuwa wakikusema juu ya hali ulio nayo ya sasa, ni hao watakwenda kupeleka taarifa nyingine ya kwamba yule aliyekuwa hana mtoto kwa muda mrefu ana mtoto. Yule aliyekuwa hana kazi, aliyekuwa anaonekana mzururaji, ana kazi. Yule ambaye amekaa kwenye cheo kile kwa muda mrefu, leo hii amepandishwa cheo. My God, my Lord. Sijui nazungumza na nani hapa? Kuna mtu anayeenda kubadilishiwa. Kuna mtu anayeenda kubadilishiwa. Hali yake ya sasa haitakuwa kama jinsi ilivyokuwa. Unaniuliza, mwalimu, nataka kuzungumza kitu gani? Yusufu anakuja na kusema, baada ya hayo yote Mungu anamkumbuka, anampeleka kwa Farao. Farao anamweka juu ya vitu vyote. Anasema, mimi ndiye niliye mkuu katika nchi ya Misri, na baada yangu mimi utakuwa wewe. Nisikilize, ni yule kijana aliyeonekana hosiboi, ni yule kijana ambaye alionekana ya kwamba hana maana kwenye familia yao, ni yule kijana ambaye aliyesingiziwa kesi akaonekana ni mtu wa kukaa jela. Nazungumza na watu waliojikatia tamaa hapa, kuambia jipe moyo. Manase wa kwako anakuja. Mimi sijui Manase wako anajia upande upi, lakini kile ninachojua ya kuwa kama Bwana mwenyewe amesema ya kwamba ataniita nami nitamuitikia. My Lord, my God. Ninachojifunza hapa, kuna wakati Yusufu akiwa kwenye kisima alikuwa anaita, Mungu wangu uko wapi? Kuna wakati ambapo Yusufu alipokuwa kwenye nyumba ya Potifa akiwa anapigwa. Maandiko hajazungumza kwa habari ya kupigwa, lakini huwezi kuelewa kwa mfungwa yoyote kuingia kwenye mikono ya kusingiziwa ya namna ya kesi ya namna ile. Inawezekana alikuwa akipigwa, inawezekana alizalilishwa, inawezekana alifanyiwa dhiaka zote, lakini my God, my Lord, bado Yusufu alikuwa anaita. Usichoke kumuita Bwana. Kuna watu wengine wameacha kuomba kwa sababu ya mali mnakopita. Lisikie neno la Bwana. Manase wako yuko njiani. Biblia inanyambia ya kwamba Yusufu akamwita yule aliyezaliwa wa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisaulisha tabu zangu na nyumba yote ya baba yangu. Pamoja na kwamba mahali ambapo unakopita wewe ni msaada kwa wale, hata kwa wale ambao walikuacha, ambao hakuona una maana kwao. Nachoweza kukutia moyo ni kwamba kila tabu inakusogeza kwenye muujiza wako. Usiache kumuita Bwana. Mwimba Zaburi anasema, nitakuwa pamoja naye. Mungu anasema, anajikomiti ya kwamba atakuwa pamoja na wewe. Wapi? Taabuni. Anasema, nitamwokoa na kumtukuza. Ni lazima utajulikana tu.
hata kama walijitahidi kuzuia jina lako kwa muda mrefu mahali fulani, nasema utajulikana tu. Hata kama walijaribu kuzuia familia yako isiende mahali fulani, nasema itajulikana tu ya kwamba kuna mahali Mungu amekutoa na kuna mahali Mungu anakutukuza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Iwe kuna taabu ambayo imetengenezwa kama fitina katika wiki hii, nataka nikwambie Manase wako yupo, Manase wako yupo, Manase wako yupo. Uko upako wa Manase hapa. Unaniuliza, Mwalimu Lawi, nataka kuzungumza kitu gani? Wewe mwambie tu, Mungu nijalie kusahau tabu yangu. Kuna jambo umelitembea nalo kwa muda mrefu, linakukumbusha maumivu kila wakati, na saa nyingine umefika mahali hata kupata magonjwa mengine kwa sababu ya msongo wa mapito ulionayo. Nataka nikwambie hapa, Mungu yuko hapa kukwambia taabu yako inaweza kufikia mwisho. Asikudanganye mtu kwamba taabu yako inaweza kuchukua uhai wako. Ni huyu Mungu aliyesema kwenye Zaburi ya 91 ule mstari wa 15. Ni huyo anazungumza 91 mstari wa 16 Zaburi. Anasema, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wake. Sijui nazungumza na nani. Inawezekana uko hospitali, inawezekana kuna ugonjwa umeambiwa hautapona, inawezekana kuna taarifa unazijua ambazo ni za magonjwa ya familia ya kurithi. Kuna taarifa mbalimbali ulizo nazo juu ya watesi ulio nayo, nyingine hauna, na wametizamia wiki hii kujaribu kutimiliza ubaya wao. Acha nikwambie, sisi tunatangulia kabla ya wao kutangulia, na tunatangulia na upako wa Manase. Upako wa Manase ni upako wa kusaulishwa tabu zako. Nasema hivi, Mungu afanye jambo wiki hii litakalo saulisha tabu zako. Mimi sijui ni jambo lipi, mimi sijui atafanyaje, lakini kile ninachokijua ya kuwa Mungu atakupa kusahau tabu yako. Haya maombi yawe ndani ya moyo wako. Haya maombi yazunguke kwenye sala zako. Hata kama wiki hii itapita, hebu ng'ang'ania, mwambie Mungu, hata kama ni mwaka huu, mare koshete rebosaya rikando robo sandara bakora basiki, hata kama ni mwaka huu, hata kama ni lini, nipe kuisahau tabu. Sitaacha kukuita. Hebu mpromisi Mungu, hautaacha kuomba. Inawezekana hata ya maombi unayosikiliza kuna mtu kakutumia, akwambia hebu sikiliza tu haya maombi. Mungu ana mizungu mingi, rafiki yangu. Mungu ana mambo mengi, hana formula tulizo nazo sisi. Mungu anaweza akailazimisha moja ikawa mbili, na wala huwezi kureason. Huyo ndiye Mungu alivyo, yeye ambaye hakuna anayeweza kulinganishwa na yeye. Kama alimjalia yeye Yusufu kuisahau tabu zake pamoja na nyumba ya baba yake, ni maombi yangu Mungu afanye jambo kwa ajili yako litakalovusha familia yenu. Wewe ukawe ni nuru katika familia unayotoka. Wewe ukawe ni msaada kwenye ndoa unayotoka. Wewe ukawe ni msaada kwa mwenzi wako. Inawezekana ni mke wako au mume wako. Wewe ukawe ni msaada kwenye kampuni na ofisi unayotoka, kuonekana ya kwamba ni saa nyingine na heshima nyingine ambayo Bwana ameifanya. Upako uliokuwa juu ya Yusufu, alichaguliwa kuwa leader katika Misri, kuwa waziri mkuu tena wa juu sana, lakini bado Mungu alimkumbuka. Inawezekana kuna wakati Yusufu akipita kwenye mambo magumu alikuwa anawaza, hivi kuna siku na mimi nitakuja kuwa na watoto. Inawezekana nikafa kabla hata sijawa na uzao. Lakini huyu ni Mungu ambaye huwa hamwachi mtu anayemwamini hata siku moja. Huwa hamwachi mtu ambaye ameamua kumfuata. Inawezekana nimezungumza na wewe, bado ninaweza nikazungumza sana, lakini nataka niombe kwa kifupi pamoja na wewe. Imani yako ni muhimu asubuhi ya leo. Mahali popote, iwe kwako ni mchana, iwe kwako ni asubuhi, iwe kwako ni muda wote ule, lakini maombi haya yatabadilisha maisha yako. Hautakuwa tena kama yule ambaye uliyekuwa kwanza kabla ya maombi haya kufanyika.
Kuna kitu kitabadilishwa katika ulimwengu wa roho. Maisha yako yataanza kuonekana, aibu yako itaanza kusaulika taratibu. Ninaona kuna watu wataanza kupata dalili siku ya leo. Kuna vitu vitaanza kutokea vya kuwashangaza. Acha nizungumze na kukuambia ya kwamba hili ni neno la kinabii kwako, hili ni neno la kinabii kwako. Bwana aliyempa kuisahau tabu yake Yusufu ndiye atakayekupa kusahau tabu yako. Kama Mungu alimwezesha Yusufu kupata Manase, kuna Manase wa kwako anakuja. Kuna Manase wa kwako anakuja. Kuna Manase wa kwako anakuja kwenye biashara. Kuna Manase wa kwako anakuja kwenye huduma. Kuna Manase wa kwako anakuja kwenye uzao wa tumbo lako. Kuna Manase wa kwako anakuja kwenye elimu ya watoto wako. Kuna Manase anayekuja kwenye ndoa yako. Kuna Manase anayekuja mahali popote pale unakopita. Mimi sijui ni kazini kwako, mimi sijui uko barabarani, najua ya kuwa Manase wa kwako anakuja. Nasema Manase wa kwako anakuja. Iwe uko katika shimo, Manase wa kwako anakuja. Uwe uko baharini, Manase wa kwako anakuja. Iwe uko angani, Manase wa kwako anakuja. Pokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Itokee habari itakayosaulisha tabu yako. Ninaomba urudie maneno haya. Nisingependa wiki hii tuianze kama hujampa Yesu maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sio dini mpya. Kumpa Yesu maisha yako ni kuwa na uhakika juu ya maisha yako ya kiroho, ya kwamba kwenye kila hatua na kwenye kila safari Yesu uko pamoja naye. Yesu yuko moyoni. Ndicho ambacho ninachoweza kukuambia. Rudia haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea kwako. Ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nimekutenda wewe dhambi peke yako Bwana, na wala hakuna mwingine ambaye Bwana anayeweza kunisamehe na kuniondolea uovu huu isipokuwa ni wewe Bwana. Kwa damu yako ya thamani ninaomba ukanirehemu. Kwa damu yako ya thamani ninaomba ukanioshe. Kwa hiyo isopo yako Bwana ukanitakase. Uniondolee Bwana uovu wote. Uniondolee Bwana maovu yote, makosa yote, dhambi zote. Ninakusi Bwana Yesu ukanisaidie. Dhambi sinishinde, majaribu yasinishinde. Niishi kwako siku zote. Uwe kwangu Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie Yesu, mwana wa Mungu uliye hai. Uniwezeshe Bwana kukaa katika pendo lako. Uniwezeshe Bwana kuishi katika neema yako. Nitaendaje Bwana wewe usipoenda pamoja nami? Nitafikaje Bwana wewe usiponishika mkono? Kwa neema yako ya msalaba ninaomba ukanihurumie. Ninaomba ukanirehemu Bwana. Nimesogea kwenye kiti chako cha rehema. Ninaomba toba. Ninaomba unisamehe. Uoshe uovu wangu Bwana. Uoshe uovu wangu Bwana. Uoshe uovu wangu Bwana. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Nimekuasi Mungu mtakatifu. Wakati mwingine nikasema uongo. Wakati mwingine nikatembea kwa hila. Wakati mwingine Bwana sikusimama katika kweli yako. Baba mtakatifu, sikuisikia sauti yako. Sikusikiliza sauti yako. Ukanirehemu Bwana, ukanisamehe tena kwa upya, ukanifanye kuwa mtoto wako. Niishi katika neema yako, nikae katika pendo lako tangu sasa na hata milele. Kristo mwana wa Mungu, asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunirehemu. Asante kwa kunikubali tena niwe mwana wako Mungu. Niishi na kuwa mwenyeji wa ufalme wako Bwana. Asante kwa sababu neema yako Bwana imeniwezesha hata siku ya leo kuweza kusimama katika siku hii. Tangu sasa katika jina la Yesu Kristo nimeomba, ninakushukuru. Amen. Hii sala kama umeitamka kwa mara ya kwanza, ndio umeokoka hivyo. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakikisha tu kwamba pale mwishoni ile nambari yetu ya kutuma sadaka
unatuma majina yako, lakini pia kama hauko kwenye magroups yetu, ili kuweza kupokea link ya kuweza kupata ibada za kila siku za kukufanya uendelee kukua rohoni. Lakini kama ni mara ya pili au mara ya tatu au mara nyingine ambayo umepata nafasi ya kurudi tena mbele za Bwana kwa ajili ya kutengeneza na Mungu wako, tayari umeokoka, usijihukumu tena nafsini mwako, usibebe hukumu yoyote ile. Jisamehe na Mungu amekusamehe, na ukiamini kabisa ya kwamba Mungu atasikia kile ambacho unachokiomba. Ninaomba twende mbele za Mungu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neema ya msalaba. Asante kwa ajili ya namna unavyonipenda. Asante Bwana kwa ajili ya neno la leo. Ni Mungu uliyemkumbuka Yusufu katika tabu yake. Ni Mungu ambaye ulimpa Yusufu na kumjalia kusahau tabu yake. Ninakuja kwako Baba yangu, ninakuja kwako Mungu wangu. Sina Mungu mwingine, sina msaada mwingine, sina kimbilio jingine. Umebaki wewe peke yako Bwana, ambaye mwenye kustahili kusifiwa. Umebaki wewe peke yako Bwana, ambaye unayeweza kunivusha katika neema ile ambayo ilikuwa na Yusufu. Leo hii Bwana, naiomba iwe juu yangu, kunivusha kwenye kila tabu niliyo nayo, kwenye kila tabu niliyo nayo, tabu inayohusu uchumi, tabu inayohusu hali ya kiroho, tabu inayohusu Bwana hali ya kiafya, hali ya kimahusiano. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana, unyoshe mkono wako na neema yako ijazilishe kwenye maisha yangu tena, kwenye maisha yangu tena, kwenye maisha yangu tena. Ukanisaidie Bwana, ukanisaidie Bwana kuisahau tabu yangu, kuisahau tabu yangu. Ukanijalie mimi Bwana niliye mtoto wako Mungu, ukanijalie Bwana kuisahau tabu yangu, kuisahau tabu yangu, kutengana na magonjwa, kutengana na umaskini, kutengana na roho ya uharibifu, roho ya mafarakano. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Baba simama, Baba simama, ukanisaidie Bwana. Nenda mbele za Bwana, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea tu kuomba, endelea kuomba. Ribo shanda rabasaka. Mungu wako anasikia, Mungu wako anasikia. Unajua tabu ulio nayo, naweza nisitaje zote, lakini wewe mwenyewe unajua, wewe mwenyewe unajua. Nenda tu mbele za Bwana. Ni tabu ipi ambayo imekusumbua kwa muda mrefu? Umekwama kwenye hilo eneo, umekwama kwenye hilo eneo. Unapovuka hili linakuja lile, na kuna mambo kadhaa ni kama huoni ya kwamba yanaenda kwenye maisha yako, na saa nyingine umejikatia tamaa, hata saa nyingine umechoka hata kuomba. Sikia neno la Bwana, nenda mbele za Bwana. Mungu wako anasikia haya maombi sahihi, Mungu wako anasikia haya maombi sahihi, Mungu wako anasikia haya maombi sahihi. Baba mtakatifu, mfalme, wajalie watoto wako Bwana neema iliyokuwa juu ya maisha ya Yusufu. Baba ukampa Manase, ninaomba upako wa Manase ukatembee juu ya maisha ya familia hii, ikatembee juu ya maisha ya huyu kaka, ikatembee juu ya maisha ya huyu ndugu anayenisikiliza, dada na baba na mama anayenisikiliza Bwana, na huyu mtoto ambaye yuko katikati ya haya maombi sahihi Bwana. Ninaomba upako wa Manase ukatembelee kwenye kazi ya mikono yake, ukatembelee kwenye habari ya uzao wake, kwa habari ya masomo, kwa habari ya mienendo, kwa habari ya tabia. Ukatembelee na ndoa yake kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, mwana wa Mungu uliye hai, mwana wa Mungu uliye hai. Kwa damu yako ya thamani, damu yako ya milele, damu yako ya milele, damu yako ya milele, damu iliyomwagika pale msalabani, damu ile inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Baba ingilia kati, Baba ingilia kati. Watoto wako wanaomba, kuna tabu waliopitia Bwana, kuna mahali wamepitia Bwana. Saa nyingine adui amewadanganya ya kwamba wewe Bwana umewaacha, hawakujua uko pamoja nao. Baba, ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba wewe ujidhirishe Bwana, jidhirishe na nguvu zako, jidhirishe na uweza wako, jidhirishe na neema yako, jidhirishe mwana wa Mungu uliye hai, jidhirishe mwana wa Mungu uliye hai, jidhirishe kwa habari ya huduma, jidhirishe kwa habari ya vipawa na karama, jidhirishe kwa habari ya hii biashara, jidhirishe Bwana.
Bwana, kwa ule upako wa Manase, kwa ule upako wa Manase, kwa ajili ya ule upako wa Manase. Upako wa Manase Bwana ukatembee katikati ya nyumba za watoto wako wanaosikiliza ibada hii. Huyu aliyeko hapo nyumbani, aliyeko mahali, inawezekana Bwana zipo nguvu za giza zilizoshikilia afya yake, zilizoshikilia maisha yake, zilizoshikilia CV yake, zilizoshikilia Bwana vitu kadha wa kadha kwenye maisha yake. Baba ninasimama kwa kuwa ule upako wa Manase ulipoingia kwenye nyumba ya Yusufu, hakuna aliyeweza kuzuia. Baba Mungu mtakatifu, tunavunja kila kinachozuia upako wa Manase saa hii na wakati huu katika jina la Yesu. Ikiwa imani yake imetindika, Bwana muinulie imani, Bwana muongezee imani. Kwa habari ya ndoa, Baba mpe upako wa Manase. Kwa habari ya familia, Baba mpe upako wa Manase. Kwenye hilo tumbo la uzazi, mpe upako wa Manase. Wengine wanakaribia kujifungua, siku zimepitiliza, Bwana mpe upako wa Manase, mpe upako wa Manase, mpe upako wa Manase, mpe upako wa Manase kutoka katika viuno vyake, kutoka katika hilo tumbo la uzazi. Baba mtakatifu mfalme, kisiwepo chochote, neno lolote la uchawi au la uganga, la watu wabaya, isiwepo fitina yoyote itakayotengeneza tabu juu yake. Leo hii Bwana, upako wa Manase utampa kusahau, utampa kuvuka kwenye hilo jambo. Wewe Mungu uliyefanya la kwanza, fanya na hili Bwana. Tembea na huyu Bwana, kaa na yule Bwana. Dhihirika saa hii, dhihirika saa hii. Baba tunakuhitaji na nguvu zako Bwana, na uweza wako Bwana, vidhihirike saa hii, vidhihirike saa hii, vidhihirike saa hii. Dhihirika mfalme, dhihirika mfalme, dhihirika na upako wa Manase, dhihirika na upako wa Manase. Nasema omba, usikae kimya. Nasema usisikilize maombi. Mwambie Bwana, nahitaji Manase wangu kwenye hilo tabu unayopitia. Mahali unahitaji Mungu afanye kitu, waomba upako wa Manase. Sema napokea Manase, napokea upako wa Manase, napokea upako wa Manase ulioingia kwenye nyumba ya Yusufu, ukaingie na kwenye maisha yangu, ukaingie kule kazini kwangu ambako hakueleweki. Pokea upako wa Manase, pokea upako wa Manase, pokea upako wa Manase. Rikanda rabo sakarababa rekenderia basotaraba Anorobo sekenderi kanda riko robo seketenderiama rapa koria basaka. Ninaona kuta zinabomoka, upako wa Manase. Ninaona kamba zinakatika, upako wa Manase. Nguvu za giza, mapepo, majini, kila roho za uasi zilizokaa ndani yako, katika jina la Yesu, power toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Nguvu za giza, achia huyu. Anapokea upako wa Manase sasa, anapokea upako wa Manase. Jini mahaba uliyekaa kwenye kidole cha pete, na kuamuru sasa kwa moto lao, kwa moto lao, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto wa Bwana. Oh, upako wa Manase unatembea kama maji, unatembea kama maji. Hali ya hewa ya mahali ulipo imebadilika. Pokea Manase katikati ya watoto wako. Umesema watakuaje? Umesema wataendaje? Kama unaiona dunia ilivyoharibika, lakini Bwana amekukumbuka, anakupa Manase. Riboraba sheketenderiaba rakatoraba ndorokora ribandoriaba setetenderia rakatoriebo shetenderiaba baroko taye seterianda rikandorobo kosandarabakora rikandorobo kuriabasaka. Sijui ni kifungo gani ambacho kimekuzuia, lakini Bwana kuita utoke kifungoni, maana upako wa Manase uko juu yako. Bwana ameisaulisha tabu yako, Bwana anaisaulisha tabu yako. Rekanteribo shanda rapa katarabo seketenderiaba rapa koriabasaka. Hautatembea kwenye hicho kiwango cha uchumi, hautatembea, sio chako.
tunabomoa hiyo mipaka iliyowekwa, tunavunja kwa jina la Yesu. Saa hii ukaongezeke, maana ni upako wa Manase, upako wa Manase, upako wa Manase, upako wa Manase, upako wa Manase juu ya jina lako, upako wa Manase juu ya mikono yako, juu ya kila chochote ulicho nacho. Haya, pokea, 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 pokea. Nasema pokea. Rabo sheke rika kakakanda rabasaka raporia basete rika kaka reikanda rabashota rabo ribandoria basaka rakate rika ya ndorobo saka. Shetani nasema achia, shetani nasema achia, achia sasa, achia sasa ndoa yake, achia sasa uchumi wake, achia sasa fedha zake. Kuna watu waliozuiliwa kwenye fedha, hiyo mikono inafunguliwa sasa, hiyo mikono inafunguliwa sasa. Ipokee upako wa Manase, fedha zijae. Bwana kusaulishe tabu yako, Bwana kusaulishe tabu yako. Napokea upako wa Manase. Sema napokea upako wa Manase. Sema napokea, 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 napokea. Nafsi yangu napokea upako wa Manase, upako wa Manase, upako wa Manase, upako wa Manase, upako wa Manase. Hakuna kukata tamaa tena, hakuna kurudi nyuma tena. Upako wa Manase Jumatatu hii, upako wa Manase Jumanne, upako wa Manase Jumatano, upako wa Manase, upako wa Manase Alhamisi, upako wa Manase Ijumaa, upako wa Manase Jumamosi, upako wa Manase Jumapili, mpaka Jumatatu ijayo na miezi yote katika mwaka huu. Upako wa Manase na miaka yote iliyoko mbele yako. Bwana atakusaulisha tabu yako, Bwana atakusaulisha tabu yako. Wewe amini tu, amini tu, amini tu, amini tu mama yangu, amini, amini tu mama yangu, amini. Hili ni neno la kinabii kwako, ya kwamba Bwana ataisaulisha tabu yako, maana upako wa Manase uko juu yako, unatembea na wewe. Kuna watu wanasikia kufunguliwa sahihi, kuna watu wanasikia ndani yao kuwa huru sahihi. Ndio upako wa Manase unatembea, upako wa Manase unatembea. Omba mpaka ili amani ya Kristo ijae ndani yako, omba mpaka uone mbingu zimefunguka. Ndio upako wa Manase unateremka, upako wa Manase unateremka. Waliokuzuia watakuita. Upako wa Manase unateremka, unateremka, unateremka. CV yako unaitwa kazini. Upako wa Manase unatembea na wewe, unatembea na wewe. Itwa kazini sasa, itwa kazini sasa, na uitwe kazini, na uitwe kazini, na uitwe kazini. Rapokora basanda rabakuria rekandorobokuria basaka mandoria basanda rabakora reketenderia basaka rapokoria basanda rabakora rika kakanda rabasaka. Manase, 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 Manase rapokoria basaka rabamama rekatarabo seketenderia rika kakakanda rabasaka ropokoria basaka. Ninaona mbingu zimefunguka, ninaona baraka za Mungu waziwazi zinatembea na wewe. Uliyedharaulika ukiheshimika, uliyeshushwa chini ukiinuliwa. Rapo kosaka, pokea uponyaji juu yako, pokea uponyaji juu yako. Aliye mgonjwa na awe mzima sasa katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu, ninakuamini. Katikati ya maombi haya unadhihirika Bwana, unadhihirika Bwana. Shuhuda nyingi zikatokee ya kwamba upako wa Manase umefika nyumbani kwangu, umetembea kwenye maisha yangu, ya kwamba nimefunguliwa katika pingu na kamba zilizokuwa zimenifunga kama mfungwa, na sasa mimi ni mheshimiwa, na sasa mimi nimepokea upako wa Manase, na sasa mimi ni mzima katika jina la Yesu. Anza kuendelea kukiri sasa, anza kukiri, anza kukiri, anza kukiri. Sema asante Yesu. Endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri. Yale mambo ulikuwa uwezi, hebu anza kufanya. Ulikuwa uwezi kutembea, mguu wako unapokea uponyaji, masikio yako, macho yako unapokea uponyaji. Upako wa Manase unapoteremka unasaulisha kila kitu ambacho ni taabu, yani kinaondolewa. Kwa lugha nyingine, kinaondolewa. Bwana akuheshimishe kama Yusufu, akuondoe kwenye kila tabu inayokunyemelea. Kama wamepanga fitina, wamepanga mabaya wiki hii, hayatafaulu, kwa sababu upako wa Manase kwenye kila siku umekutangulia. Ni maombi yangu kwa Bwana Mungu akupe kuisahau taabu yako. Nenda mbele za Bwana ukiwa na imani na haya maombi tuliyoyaomba. Mwamini Mungu 100%. Mtumaini Mungu 100%.
jua ya kuwa hakuna aliye kama Mungu. Mungu peke yake ndiye ambaye anayeweza kukupa kuisahau tabu yako. Hongera kwa kupokea upako wa Manase. Sema ya kwamba nimepokea upako wa Manase kuanzia hivi leo, na maisha yangu nitazisahau tabu zangu zote. Andika mahali popote pale, andika Manase. Itoshe tu hata kwenye status yako, ili adui yako asijue yeye anaendelea kupanga, yeye ameendelea kufanya, yani hata asijue, kwa sababu hajui kama uko kwenye maombi. Wale wanaokutendea mabaya, wewe andika tu Manase, inatosha tu. Andika Manase kwenye status ya kwako, andika Manase kwenye mlango wa kwako wa chumbani, andika kila ukiamka, ukiangalia hapo kabla ya kwenda kazini, kila unapoenda kwenye faili lako ofisini ambalo ni la kwako unalolifanyia kazi, andika kikaratasi kiandike Manase. Manase. Unapoandika hilo jina, kuna anointing inatembea juu yako. Chukua hatua ya kiimani, na watu wengine wanasikia kuachilia sadaka ndani yao kuhusu ufunuo ambao Mungu amewaachilia siku ya leo. Usizuie moyo wako, kuna kitu Mungu anakiachilia kwa ajili yako. Pokea huo upako wa Manase, ukakupe kuvuka mwezi huu wa 8 na ukaingie mwezi wa 9. Kumbuka Septemba kuna kitu kingine Mungu anaenda kuachilia kwa ajili yetu. Nasema ya kwamba tutaomba mpaka kieleweke, na wiki hii Mungu akitujalia, kama kutakuwa na mabadiliko, tutakuwa na maombi yetu yale ya kawaida ambayo tunayoendelea nayo. Ni maombi yangu kwa Bwana Mungu akupe upako wa Manase. Manase, Manase, Manase. Ninaomba niombee dhabihu yako. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya upako wa Manase. Wako ambao wanashukuru Bwana, mioyo yao imefunguka, wakaachilia na sadaka. Ni mioyo yao Baba. Ulisema na Kornelio, sala zako na sadaka zako zimekuwa ukumbusho. Acha sadaka yake Bwana, dhabihu hii anayoitoa siku ya leo, ikawe ukumbusho kama ile ya Kornelio, kukukumbusha ya kwamba siku ya leo aliomba upako wa Manase uwe juu yake Bwana. Umpe kuzisahau tabu zake, na umpe kuvuka na kuyafikia yale yote ambayo Bwana wewe umeyaweka kwa ajili yake. Utukufu na heshima ni vyako Bwana, tangu sasa na hata milele. Kristo nimeomba, ninakushukuru. Amen. Amen. Ndugu yangu na rafiki yangu, mtoto wa Mungu unaendelea kunisikiliza, ninakuomba uendelee kusubscribe channel yetu hii. Kama we ni mgeni, umebarikiwa na haya maombi, we subscribe tu hapo. Hakisha una subscribe. Kama umesha subscribe, usisubscribe mara ya pili, utajikuta ya kwamba unsubscribe, maana yake unajikuta unajitoa. Lakini subscribe. Lakini nikuombe pia, bonyeza hilo dole gumba linaloelekea mbele, bonyeza hapo, maana yake unakuwa una like. Kulike kwako kunaifanya ibada hii inaendelea kuwa mbele zaidi. Imagine ya kwamba kuna watu wengi wanaendelea kubarikiwa, lakini inawezekana wewe ukawa ni miongoni mwa wale unaowafanya wengine kubarikiwa. Kwa hiyo hebu like hapo, na kwa umefanya jambo la baraka sana, na kuendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Lakini pia nikuombe ya kwamba kama upo ndani ya magroups yetu ya WhatsApp, niombe kurudia tena, na umeokoka siku ya leo na unahitaji kuendelea kukua kiroho, na nikuombe tu, unaweza ukatuma tu ujumbe wako mfupi kwa WhatsApp kwa 0758306109. Lakini hakikisha pia unahudhuria kwenye kanisa ambalo linalokulea. Rudi kanisani kama ulikuwa huendi kanisani, ili uendelee pia kulelewa huko. Kuna mambo mengi utaendelea kujifunza, lakini pia hapa utaendelea kujifunza mambo mengi kila siku baada ya siku. Endelea kumpenda Yesu, endelea kudumu na Yesu huyu tunayemtangaza. Hajawahi kumwacha mtu. Kama kumwacha Yusufu, hata wewe hawezi kukuacha. Mimi sina la ziada zaidi sana, niendelee kukutajia platform zetu za Nguvu ya Maombi. Tunayo Nguvu ya Maombi YouTube ambayo ni